akaweza kuwazuia wasiingie. Bwana Yesu asifiwe. Ikawa Farao aliweza kuona anaachiwa mambo ambayo hawezi kuyafanya. Aliweza kukimbizana na wana wa Israeli ili aweze kuwazuia akiwa na jeshi lake. Lakini walipofika katika bahari, hapo ndipo ilikuwa mwisho wa Farao kuona wana wa Israeli wakivuka kwenda katika furaha yao. Haleluya. Farao na majeshi yake waliweza kufunikwa na maji, na shida zote za wana wa Israeli zikasaulika, sababu wameingia katika maisha mapya ambayo Mungu alikuwa amekusudia waweze kuingia. Haleluya. Amina. Nami nimekuja jioni ya leo niongee na wewe mzee, na wewe mama, na wewe kijana, nikwambie ya kwamba katika hali ambayo unapitia, nataka nikupatie maneno ambayo itakutia nguvu jioni ya leo. Nikwambie kilio ambacho unalia, kilio ambacho umeweza kulia siku nyingi, maumivu ambayo umeweza kuyapitia, mateso ambayo unaendelea kupitia wakati huu, na umekuwa ukimwita Mungu, ukimuomba Mungu, ukimuuliza Mungu kwa nini umeniacha, ukimuuliza Mungu mbona umenisahau, ukiuliza Mungu wani umeenda wapi ili niyapitie haya. Nataka nikwambie ya kwamba hakuna jambo lolote ambalo ni ngumu mbele ya Mwenyezi Mungu. Hata katika ile hali unayoipitia, Mungu bado anakutazama. Mungu ameandaa wakati wake mwema. Mungu ameandaa siku moja ya kufurahia kwako. Nimekuja nikuambie ya kwamba hakika usije ukasahau kumuita Mungu katika hali hiyo. Hata unapoumia katika maumivu, hata unapoumia katika kudharauliwa, wewe mimina moyo wako mbele za Mwenyezi Mungu. Umwambie ya kwamba ninakujua kama Mungu, uliye baba yangu na mtetezi wangu, uliye kimbilio langu, Baba. Endelea kumwamini Mungu katika hali hiyo, ukijua Mungu ametanga siku njema. Ipo wakati Mungu ameandaa ni kwa ajili yako, aweze kukuokoa na kukuingiza mahali pasawa, mahali utaweza kufurahia na kucheka milele na milele. Haleluya. Amen. Mara nyingi sababu ya mapito, mwanadamu hutoka katika msingi wa kufanya ibada mbele ya Mwenyezi Mungu. Mara nyingi sababu ya mapito, mwanadamu hugeuka na kuangalia miungu mingine iweze kumsaidia. Mara nyingi kwa sababu ya mapito, mwanadamu shikana na vikundi vingine na kumpotosha. Lakini nataka nikwambie ya kwamba usiweze kugeuza mawazo yako, wala usiweze kugeuza uso wako, wala imani yako usiweze kugeuza. Imani yako ikitisha katika Yesu Kristo, imani yako ikitisha katika